Dhambi kwa kufanya huduma ya kuhani. Fungu kuu 1 Samueli 14:6. Basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, "Haya, na tuende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi. Kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache." Ombi. Asante Baba wa mbinguni, kwamba wewe unaweza kutupa ushindi, kwamba tupo wengi au wachache. Asante kwa wokovu. Tusamehe dhambi zetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Zoezi. Tofauti ya kasoro au dhambi za Sauli na Daudi. Sauli alitawala Israeli miaka 40. Alichukua watu 3,000 wa vita na kukaa nao. Alipokuwa ametawala kwa muda, Wafilisti walikuja kupigana na Israeli, naye akatuma ujumbe kwa Samueli aje ili atoe sadaka. Alingoja siku 7 na Samueli hakuja, na hao watu walitawanyika mbali naye. Ndipo alipokosa uvumilivu na kufanya dhambi ya kuwaambia wamletee sadaka ya kuteketezwa na amani, na akaitoa kwa Bwana. Mara tu alipoitoa, Samueli akatokea, naye Sauli akaenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akamwambia, "Umefanya nini?" Naye akasema, "Ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami, na wewe hukuja siku zile zilizonenwa, na Wafilisti wamekusanyika pamoja kutujia." Hata leo tunapaswa tuwe wavumilivu. Tukimwomba Mungu kitu na tunaona hajibu papo hapo, tuwe na imani kwamba atafanya kwa mema yetu. Mara zingine, haraka husababisha tufanye jambo baya ambalo ni vigumu kulisahihisha. Sauli akasema aliogopa Wafilisti wakimshukia kabla hajaomba fadhili za Bwana, na hivyo alijishurutisha kutoa sadaka ya kuteketezwa. Samueli akamwambia, "Amefanya upumbavu kwa kutoshika amri ya Bwana Mungu aliyomwamuru. Kwa maana Bwana angali ufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu ampendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru." Samueli aliondoka kwenda Gibea, na Sauli akawahesabu watu aliokuwa nao 600, na akenda na mwanawe Yonathani. Hakuna aliyekuwa na zana yoyote au silaha isipokuwa Sauli na Yonathani. Naye Yonathani na kijana wake wakaenda wawavukie Wafilisti bila ya kumwambia babaye. Akasema, "Na twende tukawavukie ngomeni hao wasiotahiriwa. Yamkini Bwana atatutendea kazi, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache." Mchukua silaha alikubaliana naye akisema, "Moyo wangu ni kama moyo wako." Wakaenda kuwavukia na kujidhihirisha kwao, wakasema wakiwaambia, "Ngojeni, hata sisi tuwafikilie. Ila wakisema haya, pandeni huku, tutajua kwamba Bwana amewatia mikononi mwetu." Na hii ikawa ishara yao. Walipoenda na kujidhihirisha ngomeni mwa Wafilisti, Wafilisti walisema, "Waibrania wanatoka katika mashimo walimojificha." Nao wakasema kwa Yonathani na mchukua silaha wake, "Wapande walipo, nao watawaonesha jambo." Basi walipanda kwa kupata hiyo ishara. Bwana alikuwa amewatia Wafilisti mikononi mwa Israeli. Wakawaua watu kama 20, kukawa na tetemeko kubwa katika marago na katika shamba na katika watu wote, na watu wakatetemeka. Jeshi la Israeli likatawanyika, na Sauli akasema, "Ni nani ametoka kati yao?" Na wakahesabu watu na kukuta hakuna aliyetoka isipokuwa Yonathani kijana wake na mchukua silaha wake. Sauli akaagiza sanduku la agano liletwe, ila kelele ilizidi kule kwa Wafilisti, na akaacha mambo ya kumwambia kuhani alete sanduku, na akakusanya watu kwenda vitani. Kukawa na fujo kubwa. Wakasikia Wafilisti wamekimbia, na wakaanza kuwafuatia mbio vitani. Hivyo Bwana ndivyo alivyowaokoa Israeli siku ile. Waisraeli walisumbuka sana siku ile, na Sauli aliwaapisha akisema, "Asile mtu yoyote kitu chochote hata jioni, nipate kujilipiza kisasi juu ya adui zangu."
Watu walikubali na hawakuonja kitu, japo mwituni asali ilikuwapo ikidondoka na hakuna aliyetia mkono wake mdomoni, wakiogopa kile kiapo. Ila Yonathani hakuwa amesikia kiapo cha baba yake, na akanyosha ncha ya fimbo yake na kuchovya sega la asali na kutia mkono kinywani, na macho yake yakatiwa nuru. Ndipo mtu mmoja aliyemwona akamwambia maagizo ya baba yake na kiapo alichoapa akisema, laaniwe mtu alaye chakula leo, na hata watu wamepungukiwa nguvu. Ndipo Yonathani akasema, baba yangu amefadhaisha nchi. Angalia jinsi nilivyopata nguvu na kuona vizuri baada ya njaa na kuchoka kwa sababu ya asali kidogo. Watu wangekula na kushiba leo, wangeteka nyara za adui zaidi. Bwana alikuwa amewapa ushindi, ila walishindwa kushambulia kwa nguvu kwa sababu ya njaa na uchovu. Watu walipoanza kula, walikula kwa fujo, hata damu ya ng'ombe. Ndipo Sauli alipowaambia, msikose juu ya Bwana kwa kula na damu. Basi walileta ng'ombe zao na kuchinja na kujenga madhabahu ya kumtolea Bwana sadaka. Walishuka na kuwafuata Wafilisti mpaka mapambazuko. Walipotaka kujua neno la Bwana na wasipate jibu, waliamua kupiga kura kwamba ni kitu gani kimetokea. Ikiwa dhambi hii ndani yangu au ndani yake Yonathani mwanangu, Bwana Mungu wa Israeli, utuonyeshe. Basi kura ikamwangukia Yonathani kwamba ndiye mwenye kosa kwa kula asali. Sauli akamwambia, niambie ulilolifanya. Akamwambia kwamba alionja asali kidogo kwa ncha ya fimbo iliyokuwa mikononi mwake, na tazama, imenipasa kufa. Sauli akasema, hakika utakufa. Ila watu wakamwambia Sauli, hata kufa Yonathani, maana ndiye aliyeufanya huo wokovu mkuu katika Israeli. Hasha! Aishivyo Bwana, hautaanguka chini hata unywele mmoja wa kichwa chake, kwa maana ametenda kazi pamoja na Mungu leo. Hivyo watu wakamponya Yonathani asife. Hakika hatupaswi kufanya viapo visivyo na hekima. Sauli aliendelea kupigana na adui zake pande zote, yaani Moabu, Amoni, Edomu, Amaleki na Wafilisti, akitenda kwa ushujaa na kuwapiga. Jemedari wa jeshi la Sauli aliitwa Abneri. Huyu alikuwa baba mdogo wa Sauli. Vita vikali vikaendelea siku zote za Sauli, naye Sauli alipomuona mtu yoyote hodari alimtwaa ili awe pamoja naye. Yonathani anatufundisha kwamba ushindi hautegemei ukubwa wa jeshi, silaha au utajiri, bali tukiwa upande wa Bwana, sisi tuwashindi. Akina baba wengi wasingependa kumuua mwana wao. Sauli lazima alijipenda mwenyewe na sifa yake mwenyewe kuliko mwana wake. Malaika wa mbinguni walimlinda Yonathani na mtumishi wake, nao wakapigana na Wafilisti mpaka wakaanguka mbele yao. Daudi alikuwa nazo kasoro kubwa kama Sauli, ila tofauti kati ya wafalme hawa wawili wenye dhambi ni kuwa mmoja aling'ang'ania ufalme wake na mwingine alishikamana na mfalme wa wafalme. Na ni pale tu tunapokubali mapungufu yetu na kuukubali utawala wa kweli wa Mungu kama mfalme, ndipo tunapoweza kuwa mtu anayeupendeza moyo wa Mungu mwenyewe. Tusitoe visababu kama lazima nifanye kazi siku ya Sabato kwa sababu mwajiri wangu alinilazimisha kufanya hivyo, au lazima nipokee hongo kwa sababu nahitaji pesa haraka, au lazima niseme uongo kwa sababu nililazimishwa, au sikurudisha zaka na sadaka kwa sababu bajeti yangu ilikuwa finyu sana. Visingizio vyote hivi havina uadilifu na hatuna usalama isipokuwa tuwe na utiifu kamili kwa neno la Mungu. Jitoe wakfu kwa Mungu asubuhi. Valia njuga ili kuifanya hii kuwa kazi yako ya kwanza kabisa. Ombi lako na liwe, nichukue Bwana, niwe wako kabisa. Ninaweka mipango yangu yote miguuni pako. Nitumie leo katika huduma yako. Kaa nami na kazi yangu yote ifanyike ndani yako. Hili ni suala la kila siku. Kila asubuhi jitoe wakfu kwa Mungu kwa ajili ya siku hiyo. Mkabidhi yeye mipango yako yote, ili itekelezwe au ifanyike kulingana na jinsi majaliwa yake yatakavyoongoza. Kwa namna hiyo, unakuwa unayatoa maisha yako mikononi mwa Mungu siku kwa siku, na kwa njia hiyo
maisha yako yatafanywa kuumbwa zaidi na zaidi kufanana na maisha ya Kristo. Maswali: kwa nini Samueli alimwambia Sauli ufalme wake umepotea? Yonathani alisaidiaje kushinda vita Israeli? Kwa nini Sauli alitaka kumuua Yonathani? Ni nani alimuokoa Yonathani? Jemedari wa vita vya Israeli alikuwa nani? Kwa nini ni dhambi kuacha kumwombea mtu mwenye dhambi? Mungu akubariki sana, mtoto na kijana wa Yesu.